Licha ya klabu kubwa Tanzania, klabu ya Simba Sport kushinda michezo mitatu mfululizo, kumekuwa na utengenezaji wa nafasi nyingi, lakini zimeshindwa kutumika, na maneno mengi yamekuja na mambo mengi yameibuka mpaka kuwafanya viongozi wa klabu ya Simba kuelezea kwa nini usajili wa X Factor ulishindikana, na ni kwa nini klabu ya Simba wameamua hajiunge na klabu hiyo mwezi wa 12 katika dirisha dogo, licha ya kwamba walikamilisha kila ambacho kilihitajika kulipwa fedha, kusaini mkataba. Na ni kwa nini klabu ya Simba walifanya maamuzi hayo magumu, licha pia ya Steve Barker kuweka pressure kubwa ambayo imeendelea kuwafanya viongozi wa klabu ya Simba Sport kupambana huku na kule kuona wanalimalizaje hili tatizo mpaka usajili ukafungwa, klabu ya Simba kushindwa kumleta X Factor. Tutakwenda kumzungumzia huyu X Factor ambaye unamuona kwenye picha. Tutakwenda kuzungumzia kile ambacho amekizungumza msemaji wa klabu ya Simba Sport Ahmed Hadi, lakini pia na ule mvutano mkubwa uliopo kati ya viongozi, benchi la ufundi, mvutano positive kabisa wa kuisaidia klabu ya Simba Sport na wala si ugomvi. Ila Steve Barker aliweka ngumu kabisa na ilishindikana kwa kipindi hiki, kwa sababu Simba walikuwa wamekwisha kuwa na idadi ya kutosha ya wachezaji wa kigeni, licha ya klabu ya Simba kuanza msimu huu wakiwa na fomu nzuri. Kadi zimekuwa nyingi, tutazungumza pia hilo, lakini pia tutakwenda kuzungumza tathmini ya michezo mitatu ya kwanza, kwa nini klabu ya Simba kwa sasa wapo kwenye hatua hii, na ni nyota njema ambayo huenda msimu huu ukawa ni msimu wa kuvunja rekodi. Kama unakubaliana na mimi, wewe shabiki nambari moja wa klabu ya Simba Sport, usiache kabisa hapo kusubscribe, utakwambia kwenye comment unashabikia Simba kutokea maeneo gani. Lakini twende tukazungumze kwa pamoja, unahisi huyu X Factor ambaye anacheza eneo la nambari 9 hatakuja kuchukua nafasi ya Dumbia, na itakuwa ni uamuzi sahihi kama ambavyo inasemekana sasa kupitia vyombo vyangu vya ndani kabisa kwamba klabu ya Simba wamekwisha malizana na huyu X Factor ambaye atasaini mkataba wa miaka 2.5, na Simba huenda akaondoka mchezaji pale mbele, na jina ambalo linazungumzwa sana ni bwana mkubwa Dumbia. Simba watakwenda kukatisha mkataba wa mchezaji huyo. Unaona atakuwa amefanyiwa fair au ni swala la haraka kwa klabu kama ya Simba kufanya hivyo ili kupata nafasi ya mchezaji mmoja wa kigeni ambaye ni huyo unayemwona anaitwa Thwandwe Kosi Ngenya, kijana wa South Africa. Kama unafuatilia game za Amazulu, ameanza na fomu nzuri kabisa, licha ya kwamba anawatumikia tu kwa miezi 6 na anakuja kujiunga na klabu yake ya Simba Sport ambao walikwisha malizana naye. Twende tuzungumze mimi na wewe tujue ni kwa jinsi gani na ni kwa nini klabu ya Simba walishindwa kufanya usajili wa namna hiyo. Lakini maoni yako ni yapi kuhusiana na mchezaji bwana mkubwa ambaye kwa sasa alianza kwa kupata nafasi, na sasa nafasi yake imekuwa ni kutokea bench, licha ya yeye kuenda bench, lakini tatizo alijafumbuliwa. Ameanza Elia Mpanzu eneo la nambari 9, bado hajaprove, lakini pia bwana mkubwa Dumbia naye pia hajaprove akiwa na goli lake mmoja ambalo lilipata kwenye mchezo dhidi ya Kagera Sugar. Wewe una maoni gani? Na huyu bwana mkubwa Thwandwe Kosi Ngenya kwa msimu uliopita amefunga goli zake 12 akiwa na timu yake ya Amazulu kwenye ligi ya ndani, lakini pia kwenye mchezo wa FA amefunga goli zake 8. Kwa jumla ni goli 10 na ni goli 20 msimu mzima kwenye ligi kuu ya nchini pale South Africa. Sasa twende tuone ni kipi ambacho Ahmed Hadi amekizungumza na kuwaambia na kuwaasa kabisa mashabiki wa Simba ambao moja kwa moja bila kupepesa macho amewaambia waache kuleta migogoro, waache kuisumbua timu, kwa sababu timu ipo kwenye pressure nzuri, ipo kwenye hatua nzuri. Wakitaka kuiharibu Simba yao mapema wasije kulaumiana baadaye, kwa sababu hizi chokochoko ambazo wanazileta nje ya uwanja, hasa mashabiki ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kuonekana mbele ya kamera, wapunguze kuleta chokochoko, walete umoja, kwa sababu wanayepambana naye ndo anayeleta mipango ya kuwafakalanisha. Za twende
tukaone ni kipi amekisema kwenye video hii, na usisahau kabisa kusubscribe. Tutakutana wakati mwingine. Asante sana.